Ulikuwa na mimi wakati wa shida na wakati wa furaha yangu. Kwa mkono wako waniongoza na sasa ninaapa tena.
Bikira. Lakini alikuwa na mume. Okay, sasa tuendelee. Alikuwa baje, alikuwa ameposwa kwa kijana mmoja wa military alikuwa anaitwa Valerio. Hiyo mnajua, si ndio? Popo. She was a normal woman. Wakati wa 3rd century, hata anafanya research yake, anaelewa mpaka ametoka 3rd century. Mimi hata nilikuwa sijui bones of father. Mwingine, mamake. She died as a martyr. Mwingine. Wakati Cecilia huyu ambaye tunamuita kwamba ni patron saint for musicians. What else do we know about Cecilia? What else do we know? Alikuwa mwimbaji, alikuwa na muziki, alicheza chombo gani vile? Instrument ambayo anacheza gani? Anacheza instrument gani? Piano. Piano wakati muziki kama hizi zile ni organ zile. I think mpaka leo watu wanasema kutumia hichi chombo, si watu wengi wanakielewa. Hata hapa kwenu unajua kuna organist wangapi ambao ukikuwa nao kabisa mkono kwenye chumba nao wananiambia mbona ameketi pale sasa hivi sekenda sawa, lakini ndio na mwingine ameketi sasa leo tunaenda tukitegeshea kwa sababu ile hichi chombo kina transport kina sabini organist wangapi hakuna, lakini chombo mko nacho. She was a martyr. Before going martyr, there is something that drove her. Then you can see my tomato. So do you know that as a she was forced into marriage. Then saw the proposed. When you want to so she was actually forced into Cecilia, from Apaga, mamake, babake, mizani wote walikuwa wapagani, lakini yeye peke yake ndio
This man malaria became curious. Akasema naweza muona. But sisi akamwambia there's no way unaweza muona. What should I do ndio nimuone? Akamwambia you need to be converted ndio uweze kumuona. Kwa sababu ni so curious na kuna mwanaume ambaye tayari ameshapita na mke wake ambaye ni mtumishi. Sasa akamwambia nafanya utume kwa watu. Nataka nikutume. Kwa wakati huo kuna hizo vita vingine. So hapa walikuwa wameshatolewa from the Vatican whatever presidency. Wametoka wamejificha kama kata for you to see this bright groom eye, maybe nitakuchuma Vatican. Nenda Vatican, ukutane na a man of God ambaye jina lake hakumwambia kwa sababu ule wakati ndio kuconceal identity yake asija akauliwa walikuwa watu wanamuita tu amana of God. So I want to say to Rome, Vatican especially, ask for a man of God and then utaonyesha. And then ukifika pale mwambie Cecilia amenipiga njoo niweze kuona bwana wake kwa sababu you guys need to convert me. Sasa akafika kule akakutana na watu hapo wanafanya ni maskini, lakini niliposema sasa walikuwa ni makuhani pale au yote disguise akauliza natafuta man of God naweza mpata hapa. Akamsikia vile amejisikia akamkata kumzuko chini akamwonyesha akamwambia naonyesha akamuuliza akamwambia swali mimi kuna nini tubi lakini mimi yangu ananiambia tuweze karibu mpaka uweze kuona watu kwa sababu yuko kitu tunataka kuona wanawake wa basi amana akasikia story akamwambia okay sawa we shall stay with you here teach you our ways and then in the end ukakaya sana akambaptize alibaptize malaria goes back to Cecilia. Akifika kwa Cecilia kule alipata Cecilia anapiga magoti kwa chumba akifungua chumba hiki behold Bwana wa Cecilia amesimama mbele yake na malaika kando yake. That's clearly ikamshtua because it was Christ himself. Amesimama mbele ya Cecilia, Cecilia anapiga magoti. Au challenge hiyo ndio mtakatifu wa picha za Cecilia kwa sababu everywhere. Cecilia anapiga magoti, Jesus Christ is on the front of her and then on the side kuna malaika. Malaria anaingia, ameshtuka, amechanganyikiwa. Cecilia akamwambia uguzi lipa kilo kidogo. Utamuona here it is. Akamwambia malaika ambaye amesimama karibu na Cecilia. I want also to be like Cecilia. Nataka niambie ni kama Cecilia. Yule malaika akachukua 2 crowns of roses akamwekea kwa Cecilia na ingine akamwekea Valeria. In that conversation, ndugu ya Valeria anaingia. By this time, Valeria ameshakuwa kupata ndugu yake anaingia kidogo na Cecilia. Alfunzwa na mama. Lakini haoni zinatokea wapi na Valeria. Valeria nini hizi fragrance umetoa wapi? Haya maisha umetoa wapi? Valeria anamwambia kwani can't you see tumevaa maua ndio anamwambia siyaoni can't you see tumevaa maua sisi ndio sisi akajua this is another Valeria
Imagine Valeria sasa mwenye amekuwa converted, amekuwa staunch Christian, akauliwa even before Cecilia himself herself. Sasa sisi wanakuja kuoa Cecilia. Huyu msichana huyu ametuletea shida katika roho ama mstakama yote. Msichana anapaswa kufanyiwa. Wakamfungia kwa chema. Wakamfungia kwa chema wakijaza magasi. Msichana watu badala ya kuwa church. Instead, there in that chamber, she was singing. Msichana watu wanaimba. Ile chamber ya fuse. Badala ya kusikia msichana wako wapi, wao wanasikia msichana anaimba. Wakasema no, this is not possible. Wakamtoa, wakasema no, that haiwezekani from my spirit. Basi tulikata kichwa. The ritual master ambaye alikuwa anashukisha hiyo shoka ya kukata watu kichwa akakuja. Cecilia akaenda chini, akarusha shoka mara ya kwanza, kichwa kikatika. Mara ya pili, kichwa kikatika. Mara ya tatu, the butcher akakataa, akasema no, sijawahi kurusha shoka zaidi ya mara mbili. I cannot continue. Wakamwacha Cecilia akibleed, imagine. Cecilia akableed overnight, akableed the next day, akableed mpaka tukakaa juu, akakufa naturally without the head dislocated from her body. Akawa amelala tu hapo, amelala hapo, amepoint kidole vitatu, kidole kimoja hivi chini. Watu wanateolojia wanasema she was reminding people that she is a believer. 3 persons in one God. Mungu ambaye katika nafsi tatu, lakini mmoja. Ukiona katika Biblia nzima na mambo zenye anachoka was captured from kufa kwa Mungu. Kwa hiyo kila kimoja ni tatu. Now this is our patron saint. Our patron saint. Ambaye through her singing, through angelic singing, and not just any singing, angelic singing, because she used to sing angelic tunes. Through her tunes, ambazo hazikuandikwa na wanadamu, most of them managed to convert the most stubborn people in this world, the Romans. And this is our patron saint. And this is the person we are called to live after. Through our sin. So nataka kuuliza sasa maswali ya kuchoka sana. So mema na kanisa. Wewe ndio ndio na mimi tokeni kwa mdogo. Maana ni ndio tunafundisha kucheza. Ndio tunataka dance. Anaanza kwa mwalimu kwanza. Kuna
17, 18, 19. Walinyi wengine wamefanya ngapi basi? More than 20 years. Uko kwa hii bench na how many have you converted to Christ? Okay, you sit down now tafadhali. How many have you converted to Christ? Sasa nimesema maswali yangu ya kuchunguzana hayataraji majibu. Hayataraji majibu kwa sababu gani? You guys, Cecilia ndio role model wenu, mpaka usaiti wenu. Kama yeye alikonvert watu through singing, then nyinyi mnarudi kuconvert others through singing. Let me tell you something. Inawezekana kama hawajui kuna complete evidence kwamba kuna mtu fulani na fulani na fulani got converted because of the singing. Inawezekana. But let me tell you, the moment you open your mouth kwa hizi views 1, 2, 3, nafikiri fika hapo kwenye kifika na zama kutoka kwa mwisho, the moment unafungua mdomo wako hapo kwa zoezi mpaka pale mwisho unaketi hapo and you prepare well spiritually and physically, vocally, and you have won somebody inside here. Sijui huwa anaketi wapi, sijui anapatikana wapi, sijui akija hapa yuko katika hali gani. Moment wewe unafungua domo lako, somebody gets converted. And that you should be convinced of that. You should be convinced, and that should give you power each and every day to participate was singing in this church. Because the moment you open your mouth, hizi kitu ambazo tunaimbaga zingine zimechukua muda kutunga, alafu wengine huwa wamepata revelation fulani kutunga hizi vitu watunzi wengine. Si kutunga tu, alafu nyimbo za kutunga tu mnazijua, mkiziimba tu mnaziona kweli za kale hizi vitu watu wao, lakini kuna nyimbo ambayo imetungwa ukiimba tu nyinyi unasikia you are really singing. The moment unafungua mdomo wako you sing that piece. The moment you sing that piece, somebody else here either that one kule na makule it's on right. So that is why tunasema singing in the church is not kuimba kwa kanisa. Kuna mchungu mmoja anasema si mlele mama. Singing in the church, si mlele mama. Ministry of singing is not just singing the correct notes, but the feeling and the spiritual maturity which you accompany with that singing. Ndio inasaidia watu katika kanisa. The spiritual maturity. So nyinyi singers, kumbe first of all unapaswa kuwa spiritually mature. Spiritually mature ni maji. Yaani kama kuna watu katika hili kanisa ambao wanapaswa kuwa spiritually mature after the people ambao wana offer sacrifices hapa hivi kwa hii altar, the next people ambao wanapaswa wawe spiritually and deeply convinced of what they are doing. Because liturgy hapa hivi is by its very nature, it is the work of the people. And hawa watu wanategemea because sisi tukicongregate hapa hivi participating in one liturgy, we are coming to do one work ya kupraise Mungu. Na watu wote hapa waweze mchukua watu waeke hapa wabaya wana vitu ambavyo vitatokezea. Alafu kuna mtu
Sasa nyimbo zitaimika na ruhusa. Kitambo leo tunakorofishana hapa. Historia ya kukorofisha kule. Ruhusa haziimbi. Sijui kama hapa bado hawakorofisha hivyo. Sijui kama bado hawakorofisha hivyo. Alafu look at it. Ruhusa. Actually, ruhusa. Yaani ni ruhusa zitaimba. Hiyo nyimbo ambayo kuna nyimbo moja na sasa shiba kwa inaitwa nini? Tanzania. Watu wanataka kusikia hiyo. Mnajua wewe. Tegemeo. Tegemeo. Kuna mtu hapa hivi na sasa labda hii wamesha practice. So that I hiyo nyimbo inahitaji setting. Sasa anaisikia tu kwa barabara, anaisikia kwa redio, anaisikia studio ya kiendesha, anaisikia studio ya kazini. Lakini anataka aisikie inahitaji setting. Na ukiwa provide that platform. Hiyo provide that platform ndio mtu mwingine aweze kuokoka imani. So you should be acting like kama sisi. Converting people to Christ. And that's your major work. Na maana tunasema kuimba is not a performance but a prayer. A prayer. Sisi tukifundishana nyimbo hapa hivi na life yetu na kanisani zetu, wewe ukija kuimba hapa hivi kanisani, don't do it as a performance. Hata sidhani kama walimu, kuna walimu wengine wakianza kuwa walimu kuna wakati wao they are just after performance, lakini kuna level nyingine ya walimu kufika, not just after performance, you're not just after performance. You are umesoma hapo unaangalia trumpet hiyo watu nimefundisha ikienda wrong. Kuna mtu mwingine kule akakunja uso na the moment anaanza kukunja uso unajua sasa spiritual inaanza kupoteza. Kuna level nyingine ya walimu ikifika, somebody wants to look at just performance, anaangalia how well you are prepare these people so that they can be disposed. Huku kwa tarehe lakini unapata wale aliwa kaanza madrasani performance you can't performance kuna kama singing is not a performance. Au umefundishwa imba exactly vile umefundishwa, kwa sababu ukianza kukunja mdomo wako kwenye paswi unatuletea shida. It's not a performance. Singing in the church, liturgical singing is not a performance but what? A prayer. Sasa ile siku tunashika hiyo nyimbo, remember that you are mtakatifu Augustine anatuambia kuimba ni kusali. So ile siku unajifundisha huo mdomo ndio umetenda tena na kuimba huo ngombe. Know that you are teaching yourself. You are teaching yourself kusali mara mbili. Tumeelewana? Next, representation matters. Mkiwa hapa kanisani, in your ministry, you represent everybody. Tunasema sisi Wakatoliki huwa tuko abundantly blessed because tuko na richness of different people, different color, tuko na homosexual people, tuko na watu ambao wako straight, tuko na watu Now, in your singing, to include all those people,
Do they think like part and parcel of the body of Christ? They will not, unless you and you must pray. Wanakwaya wacha tuambie, hii mambo ya siku za sala hata unakuja kuimba ni upuzi unajua. Ninyi mko na siku za sala? Ndio prayer every week. Mko na siku ya maombi. Hatuna. Mko na siku ya maombi. I want to challenge you. Imagine you are ministering to people, but you're not ministering to yourself. So when you get your nourishment, you have to minister to people. Well, kuna time ya kuketi hivi muombe tuko pamoja na muungane nini kwa nini? Because ninyi pia I think ninyi pia ni wanadamu sio? Ninyi ni wanadamu tu kama wanadamu wengine sio? Msiniambie kwamba katika hili kanisa sasa ninyi hamna matatizo yoyote. Wow, sio? Do sit together. Muungane. So imagine every Sunday you are coming to sing, but your spirit is not united. It's disjointed spirit. Hii imekuta stress huko, huyu amekuta na stress zake huko, huyu amekuta zake huko, kwa maana unafika mahali uko na kitabu lakini maneno hayatoki. Because some people like it doesn't matter that you're not singing because your spirit is not reconciled with what you do. Words matter. Chenye tunaimba matters very well. Na ndio maana hao wanafunzi ambao wanakuja kutufundisha hizi ambazo wanatufundisha, they must take great care that their song is a doctrinal song and they express the true belief of the people of God. And sasa nyinyi ndio mna execute. That's true belief. I want to challenge you. Spend time in the pews. Spend time in the pews. Once in a while, Silibaya, ukaekule mwaseme leo sitaji. Once in a while. Sita tuseme sasa nyote mkosekuiba. Lakini once in a while, Silibaya ukaekule juu. Alafu usikie ile sometimes kwaya inauma sometimes. Alafu imagine kumbe kulikuwa na watu wake. Silibaya uketi sasa once in a while. Alafu usione kwenye conductor anakasirika kwa sababu anaenda na mkono yake. Anaenda na mkono yake anajaribu kuharakisha. Tulikuwa kuna mwalimu pale Wanyama nadhani kama kuna mtu imechoka sana kanisa yeye. Kwa sababu jinsi ilifika katikati shati lake limeloa. Kwa sababu gani? Akona vinyanya hapo mbele vinyanya. Alipati vipi? Yaani anawasukuma. Na ndio anawasukuma kwa sababu gani? Ruhusa. Mtu mnakutana naye Jumapili sasa. Kwa sababu ruhusa zimekuwa nyingi, mnakutana Jumapili. Hatuna budi kama tuweke kora, kuja kujaza. Hiyo kujaza haifai. When you are singing here, jamaa, and I want to challenge you, prepare yourselves spiritually. I want to challenge you. Occasionally, spend some time in the pews. Hebu nenda kaketi huko, alafu uonekana kama hii kwaya ikiimba itanisupport mimi kuomba. Na kama itanisupport kuomba, know that that's the same thing that you are doing to others. Spend time in the pews. Be sure to be a mentor. Ukiingia hiyo ndio cha mwisho. Ikiingia kwa hii kwaya, be sure that you are a mentor.
Umeshaimenta nani hapa hivi akakuwa strong in prayer? Ni nani? Umeshaimenta nani polepole ukamwona kusaidia za dunia, huyu msichana ama huyu mvulana alikuja hapa hata hajui kuomba. Unajua kuna wanadamu tunafanya, tunakuja kupokea Ekaristi alafu tukirudi tunaendelea na wewe na wewe sio ushapokia kurudi, wewe unaendelea kuimba, hata umesahau the most important thing kwamba umeshampokea Yesu kwa sababu pia utulie. Wengine washaanza kupokea, wacha wengine wao. Hapa nani alikwambia ukiwa na silence kanisa litachomeka? Sasa utaki silence kabisa. And that denial of silence corrupts your spirit. Sio? Inakukorrupt because wewe kwa hii misa ni kama waka umeandikwa. You don't have time for yourself. Hizo views zimekuwa hapo za wanakwaya, they are also to nourish wanakwaya. They are not just there for you to feel, lakini pia wewe to nourish. Wewe umeketi kwa organ mwanzo mpaka mwisho, concentration inaendelea, uko tu kwa organ, hata watu wanapiga magoti, wewe beats unapiga beats. Watu wanaomba sana baada ya kumuni, wewe utakutana shukrani. Sasa ni nini? Hata kwa maana nadhani siku hizi tunaelewa. Baada ya kuweka hizi ndio wanakuwa kutulia. Sasa nyumba ya shukrani utaipata, itakuwa protected. Tulia na kuomba. Let those views be blessings for you to be nourished also spiritually. Msikuje hapa kanisani kunourish watu wengine tu pekee. This singing is supposed to nourish you first. Inapaswa wewe believe in it first before you sing it to somebody else. So as we continue to participate in this work, please, in your 30 years, in your 10 years of singing, please be a mentor to somebody. Mentor somebody. Spiritually, that is. Mentor somebody. Mwabudu, wanapata. Lakini inawezekana kama tuko not united. It won't be possible. Kuna swali? Kuna swali? Hakuna swali? Nataka niwaachie kwa hiyo. Alafu mwenyewe tafakari. Kama nimekuja ushenzi hapa pia mwalimu mseme umeshaanza kusikia yani. Basi wewe ndio utafakari pia na kama kuona kwani utafanya mambo kwa maana basi pia mimi nakutakia pia. Lakini remember hizo kitu ambazo ziko hapo, kama kuna watu ambao wanapaswa wabarikiwe wa kwanza katika kanisa Katoliki, njia zao zifunguke, mambo yao yawe sawa. Kama kuna watu wa kwanza ambao Mwenyezi Mungu anapaswa kuwasikia, iwapo watafanya the right thing, ni wanakwaya. So sometimes, as you have said, when we are singing, we find ourselves concentrating more on the singing than on the spiritual part of us. And this is why we have called for this is supposed to be a formation, not a seminar, it's a formation. We want those standards for us to be formed to be good singers. So thank you for what you have given us today, and we pray that the Holy Spirit takes over tomorrow.
so many conflicts na mengineo. Ameshauliza swali ameshauliza hivi, mbona mambo haya tuko na conflicts? Mbona tuko na conflicts? What do you think? Kwa sababu hizo conflicts sasa sisi kwa hata kwenye maneno kuna watu waongeleshana ama unadhani hapa watu maksudi na maksudi hapa kwa sababu kweli kana hapa inawajua ama msinadhani kwa sababu nzuri kabisa What do you think to sasa sisi wanafanya ambao tunapaswa kubless like why do you think that sisi ndio tuna na conflict na watu? A family that stays together. A family that prays. Acha niambie hii watu, don't assume the power of prayer. Msiassume the power of prayer. Hata nyumbani, the mistake sasa kile kama tunafanya tukikosana, the first thing tuna leave ni ku pray together na ku eat together. Sisi kama hiyo nyumbani ukiwa na fight, the first thing about easiest ya kuacha about the most important one in our life is that prayer and leave it. And believe that communion ndio unaacha anasema la mtu yake kwa sababu nataka so hizi conflicts zetu zipo si tunastahili kuwa jamani if we don't pray together zuri ndio naambia Wednesday na nakumbuka mpaka leo YouTube alianza jana ikawa lazima utambue kama si yeye anaongelesha hivi. Lazima pia uwe na tunahitaji ile emotional intelligence. Lazima uwe na hiyo maneno. Lazima tu uwe highly intelligent emotional.
ndio hizi conflicts zishe. Kuna mtu mwingine hapa ile katika kuja kwa eneo kwa sababu ametaka hali zinamsukuma akakurushia hiyo neno. Sasa basi hilo neno wewe utabeba mpaka kabisa. Sasa jamii na huyu mtu alikurushia neno kwa sababu alikuwa. Sasa wewe umebeba and listen, they're not talking together. Those things can be reconciled wakati tutakaa pamoja. Kwa sababu utakuwa yuko pale akosu anaomba salamu Maria yenyewe unaomba salamu. Kwenye anaomba salamu Maria ambaye yani in short utakuwa umeketi hapo ameketi hapo huko anaomba Mungu mmoja sawa na wewe anaomba sana. I think in a way it will lose you up. Itakuelekeza kidogo. Now take seriously and then when the government is atuseme kwamba zaidi sababu kuna wengine makubwa na magumu na mambo lazima ziwe pamoja na ndio sana mengi sasa Know that you are convicted. Mwalimu
So kabla uende angalia ni conflict inside. Ndio kabla mwalimu ameshapita by hapo ni bure. Ninajua wengine kuna moto na ibare jina zile hizo maneno Mungu. Alafu haushiki. Unajua nini ndani kichakani? Unajua nini? Nikawa pale atasema msichana akimwomba mama wake pesa kabla ampatie anamwona anaanza kulia, lakini akimwambia sina anamwona kama jana. Sasa hiyo ndo mwalimu anaona wale. Akile ila waonyesha hiyo. Yeye mwenyewe wacha niambie. Story hizo kama wao wafanyeni, lakini hizo zingine wanafanywa ni kufundisha. Naanza kufundisha hivyo. Hii mambo na kufundisha nimekesha naye wiki nzima na ifikiria. Alafu ndio naomba kuja kupiga goti, unapiga goti. Na kuna kama jana unatafuta ndizi. Haki bila watu wa kweli. Na nasema hawa wanawakula na hivi. So, ukisikia ukipata unapata vitu kama hivyo, naona sio hata saa zingine inaruhusiwa. Go out, recollect yourself. Sawa? Recollect yourself. Niulize, nini mbaya? Then come back. Huyo bena kidogo speed. Kama ni mtu amekuja hapa kwa haya, sasa kufika. Nenda kwa njia ya kumua. Angalia miti. Alafu ukishamaliza kuangalia miti, rudi. Because that unity of spirit is more important than what you say. Good. Asante. Maana kuna kwa makofi. Kama mimi kama leo naomba sitaki masikio matenge. Kwa bila sitaki masikio matenge. Gani hivi sema tupongeze pada Sebastian nilimba baada saya soma baada katika kuja base na baada ukiendelea direct ya kwanza Sadio Catholic nitamsifu Mungu kama napata ndio hapo kwenye komunyo ashukuru kwa kaida semina. Nimeshukuru sana kwa hata kuja hapa 2016 patakolea duniani akaanza kuwapa historia yake. Nashukuru hata leo umekuja kwa hapa historia yake ya kazi ya bila kweli ni jana nilikuwa nataka kupata bali kwa tati dunia. Basi nashukuru hata dunia kwa kuja hapa niliwatoa kutoka point B tukaenda mpaka point X. Wakawa naishirika kuona hata na kwa kupitia nyumbani. So pia mmoja proud sio nimefanya nini katika kuritaya sasa. So I thank you. Naomba tu release further. We need to talk kidogo kabla tukumbuka. Nasema na mida imeenda na kuna wale wenzetu wanatungoja kwa kufanya mazoezi kidogo. So Esther tunamsindikiza pale kidogo kubaliana kitu na waimbaji. Asante sana pale. Karibu sana. Now, members